Asante tena wakati huu, karibu mwana wa Mungu, tuwe pamoja katika neno la uzima. Bado tuna somo letu linalohusu Mungu mmoja na nafsi moja. Mpaka hapo tushapata jibu ya kwamba Mungu ni moja na nafsi moja. Baba, nakushukuru. Asante kwa ajili ya wasikilizaji ambao Bwana umewaalika tujumuike pamoja na kujifunza neno hili la uzima. Katika jina la Yesu naomba Roho Mtakatifu, kiongozi wetu na mwalimu wetu, anatufundisha lakini pia anatukumbusha, katika jina lako Mwokozi wetu Yesu. Amen. Basi tuanze tena kwa ajili ya neno hili. Tuangalie kitabu chetu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 1 na 2. Tuangalie hasa baba yetu ya Ibrahimu, baba imani, alivyotokewa na Mungu na kuweka agano. Katika kitabu hiki Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Mungu anasema na Abrahamu. Na basi katika kitabu hiki Mwanzo sura ya 15 mstari wa 7 na 21, Mungu aliweka agano na Abrahamu na akaambia kwamba kile kizazi kitakaa miaka 400 katika utumwani Misri. Atakipeleka, lakini baada ya miaka 400 atakitoa kwa na mali nyingi, hicho kizazi chake Abrahamu. Basi baada ya kufika miaka 430, Mungu akakutana na Musa katika mlima Horebu, baada ya kwa sasa umefikia wakati ambao Mungu alikuwa ameweka agano. Mungu alimwambia Musa kwamba katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 15, ambapo inaeleza habari ya kwamba Musa aliona kijiti katika mlima. Alipogeuka aone maajabu, lakini alisikia sauti moja hapo kumwambia katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 na 14. Musa akamwambia Mungu, tazama, takapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao akamniuliza, jina lake ni nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 na 3. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Abrahamu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Mungu anamwambia, mimi kwa jina la Yehova sikujulikana kwao. Maana Yehova kwamba maana yake ni Yoshua au Mwokozi, au kwa jina la sasa ni Yesu. Hivyo hakujulikana kwao. Biblia inatufundisha kwamba hata Musa alipokuwa ametumwa na kwenda kwa Farao, kuna mambo mengi ambayo mwelekeza akafanya miujiza na maajabu, na hivyo hata wana wa Israeli fika muda sasa wakamwamini, kwa sababu Mungu alitenda miujiza na maajabu katika taifa la Misri kwa kuwapiga mapigo wa Misri. Na tunapoangalia sasa hii mistari, tunataka tuende katika Agano Jipya, kama maandiko yetu ambayo hutukumbusha elimu ya ufalme wa mbinguni. Katika Mathayo sura 13:51-52, Yesu aliwauliza, mnafahamu hayo yote? Wakamwambia, naam. Akaambia, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefana mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Hivyo tuende katika Agano Jipya. Agano Jipya, tuangalie mistari hii ambayo tumeona katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 na 14, na Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 na 3, ambao unahusu hilo jina niko, ambaye niko. Tuangalie katika kitabu cha Agano Jipya, yaani ulinganisha na mistari ya Ufunuo sura ya 1 mstari wa 4 na 8. Na ulinganisha pia na kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 58, pamoja na kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 8. Nitaanza na Ufunuo sura ya 1 mstari wa 4
wa 4 hadi mstari wa 4 na wa 8. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi. Tunaona hapo ya kwamba jina hili Niko ambaye Niko linatokea katika kitabu hiki, ya kwamba kwa lugha ambayo nyingine kwamba kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Hiyo ni lugha ambayo imetumika. Lakini mstari wa 8, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Bado tunaona rejea inafanana na mstari huu wa Kutoka 3:13 na 14. Lakini pia sura ya Yohana sura 8 mstari wa 58, Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Kwa maana kwamba Mungu wakati anafanya agano, Mungu alikuweko, yani Yesu alikuweko, anawaambia amini amini. Na alikuwa anaambia hawa Waisraeli au Wayahudi wakati Yesu sasa ashakuja duniani, na anawaambia yeye ni nani, lakini hawakumuelewa, kama vile tulivyosoma katika kitabu hiki cha Kutoka ile sura ya 6 mstari wa 2 na wa 3, ya kwamba hawakumjua kwa jina la Jehova, hakufahamika kwao, hakujulikana kwao. Hivyo Yesu pia alikuwa anawaambia kwamba yeye alikuweko, lakini Wayahudi walishangaa, sema huyu ana hata miaka 50 hajafika, inakuwaje ya kwamba yeye alikuweko, hata baba yetu Ibrahimu hajakuweko? Sasa ni kwamba ndivyo ambavyo hata leo watu hawaelewi kama Yesu alikuwa Mungu kamili. Tunapoenda katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 8, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo hata milele. Kwa maana hiyo mistari hii miwili yote imetuleta sasa katika Agano la Kale na Agano Jipya. Hapo tunaona hakuna tofauti ya kugawanyika kwa Mungu, bado tunamwona huyo Mungu mmoja. Japo sasa katika Agano la Kale alijidhihirisha au alijidhihirisha kwenye kijiti kilichokuwa kikiwaka moto katika mlima Horebu. Lakini kwetu sasa Mungu anajidhihirisha kama mwanadamu. Ndio maana aliwaambia kwamba nilikuweko, yani kama niko nilikuweko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia tena hali nyingine ya kudhihirisha kwamba Mungu ndio alikuwa yule yule katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:4, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliokuwa unafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Tunaona kumbe Yesu Kristo alikuweko wana wa Israeli wakitoka Misri kwenda nchi ya ahadi ya Kanaani. Kwa hiyo Yesu alikuwa pamoja nao. Na hata ukisoma katika kitabu hiki cha Walawi sura 11 mstari wa 45, kwa kuwa mimi ni Bwana niliwaleta kutoka nchi ya Misri ili kwamba niwe Mungu wenu, basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu anaonyesha na kwamba Yesu Kristo hajagawanyika, yeye yule jana hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie Mungu alivyokuwa akinena katika vinywa mbalimbali vya manabii na kutumia au jina tofauti tofauti. Kwa mfano katika Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 na 11, katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Mstari wa 11, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Lakini Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 18, lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Uone sasa hamna tofauti ya Petro ya kwanza mstari wa 11 na Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 18. Hapa Matendo ya Mitume ametumia Mungu kwamba aliyehubiri Mungu.
tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa. Ametimiza hivyo. Lakini Petro yeye ametumia Roho Mtakatifu. Roho wa Kristo alikuwa ndani yao manabii hao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso atakayompata Kristo. Kwa hiyo kwamba hiyo ni lugha moja au jina moja. Kristo Mungu ni jina moja, kama ambavyo tumeweza kuona katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 na sura ya 6, lakini pia tunakuja kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 4 na wa 8, lakini pia katika kitabu cha Waebrania ile sura katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 8, na katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 58. Kwa hatujaona tofauti yote kwamba yeye yule jana hata milele na milele. Tuangalie mambo mengine ambayo Mungu ayathibitisha katika kitabu chetu cha Yeremia sura hii ya 3. Tuangalie kwamba wana wa Israeli baada ya kulivunja ile agano ambalo walikuwa wameagana nalo na kaweka ambao amri 10 za Mungu ambazo zilikuwa katika sanduku la agano la Bwana. Sasa baada ya kulivunja, sasa Mungu tena anaongea na manabii, au Yesu Kristo aliongea na manabii katika kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15. Tuone anasema nini. Nami nitawapa ninyi wachungaji watakaonipendeza moyo, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kisha itakuwa mtakapoongezeka na kuwa wengi katika nchi hiyo, asema Bwana, siku zile hawatasema tena sanduku la Bwana, wala halitaingia moyoni, wala hawatalikumbuka, wala hawatalizuru, wala hatafanyika hayo tena. Wakati ule watauita Yerusalemu kiti cha enzi cha Bwana, na mataifa yote watakusanyika huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana, wala hawatakwenda tena kwa ukaidi wa moyo wao mbaya, kwa ajili ya jina la Bwana. Maana leo watu wanaenda Yerusalemu kwa sababu ya jina la Yesu Kristo, kwa jina la Bwana. Tuangalie katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari 31, sema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Maana leo kuna watoto wadogo wanamjua vizuri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata ukienda huku na kule, Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ndio jina pekee lilopewa wanadamu pasa kutoka kwalo, jina la Yesu Kristo lilobeba uzima na afya zetu, lilobeba baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoangalia kwa kurejea kwamba sababu hii ilikuwa sauti ya Mungu au Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo aliyokuwa ndani ya manabii, mojawapo Yeremia, ambapo anaeleza sasa kwamba hili agano lilikuwa namna gani. Na tuangalie mstari wa 31 Yeremia, alafu tulinganishe na kitabu cha Mathayo 26:28. Kitabu kinasema, si kwa mfano wa agano lile nilofanya na baba zao katika siku ile. 31, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, nitakapofanya agano jipya. Sasa rejea katika Wakorintho ya kwanza sura ya 11 mstari wa 25. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema,
kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivyo kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Unaona kwamba Mungu Yesu anajiandaa sasa kuondoka, anawaambia lile agano ambayo alikuwa amenena na Yeremia nabii, anathibitisha sasa kwamba analifanya kwa wakati huo, kwamba nanyi mfanye hivyo. Mathayo 26:28, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Mathayo 14:26, akawaambia hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Wakorintho 2:5 mstari wa 18-19, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabia makosa yao, na ametia ndani yetu neno la upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri mpaka hapo tumepata picha na tunaendelea kuelewa kwamba Mungu alikuwa anataka nini. Na tuangalie, kwa sababu tu ya watu kutokuelewa vizuri ama kwa makusudi, kwamba tunaona kwamba Mungu ni mmoja na pia ni jina moja ambalo tumepewa wanadamu chini ya mbingu. Tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na 2. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kumbukumbu la Torati sura 6 mstari wa 4. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Bwana ndiye mmoja. Na hapo tunaweza kuangalia kitabu cha Isaya sura 9 mstari wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Jina lake, hajasema majina yake, jina lake. Kwa hiyo tunapoendelea na somo hili, tunaona katika kitabu cha Ayubu, bana tusitoke pale, tunaona katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 30, mimi na Baba tu umoja. Maana yake ni kitu kimoja, ni jina moja. Waefeso sura ya 4 na mstari huu wa 5 na 6. Lakini tukianza na kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 9, naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote siku hiyo. Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Waefeso sura ya 4 mstari wa 5 na 6. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Tunaenda kuangalia katika ubatizo Mathayo 28:10-18. Yesu akaja kwao akasema nao akaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa bahati mbaya sana hapa ndio Mungu baada ya kutaja hilo jina, kwa jina la Baba akalipa nafsi, jina la Mwana akalipa nafsi, na Roho Mtakatifu akampa nafsi. Kwa hiyo ikawa kama nafsi tatu. Hali katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38 inathibitisha kwamba hilo ni jina moja. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunaona kwamba kumbe tutabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ni jina moja. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni jina moja. Matendo 10:40, watu wa mataifa waliopokea Roho Mtakatifu kama wao akina Petro. Sasa akasema ni kitu gani kitachowazuia hawa watu wasibatizwe? Ndio anasema katika mstari wa 48, akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Sasa shida iko wapi? Mpaka hapo naona kwamba roho moja, imani moja na Mungu mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini habari ya kufuru mtakatifu, habari ya uasi, habari ya kutomwamini Roho Mtakatifu haijaanza leo. Ilianza tu nyakati hizo wana wa Israeli walipokuwa Misri, na walipokuwa wakitoka Misri, wamefanywa miujiza na maajabu, wamesafiri huku na kule. Isaya 63 mstari wa 10 anasema, lakini wakaasi, wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu, kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Maana yake aliwapelekea maradhi. Ukisoma Zaburi 78 mstari wa 8 na 40 utaona kwamba Mungu alikasirika akawapelekea maradhi. Lakini pia katika agano tulokano leo, agano jipya, agano jipya linasema nini? Tuangalie agano jipya katika Matendo ya Mitume sura ya 7:51. Tuangalie watu walivyoasi pia agano jipya. Enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio yenyu, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Nanyi vivyo hivyo. Ni yupi kati ya manabii ambaye baba zenu hakumuudhi? Na waliwauzi wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, wakamua. Ninyi mlipoipokea Torati kwa agizo la malaika msishike. Basi waliposikia maneno hayo wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, na mbingu zimefunguka, na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakiziba masikio yao, wakamlukia kwa nia moja, maana aliona na kufuli. Wao wakitizama juu hawaoni, lakini yeye anaona. Wakasema na kufuru huyo, wakaziba masikio, hakutaka kusikia. Wakamlukia Stefano, wakampiga kwa mawe, hata leo hivyo ukimwambia habari ya Roho Mtakatifu haelewi. Yeye atasema tu Mungu mmoja sawa. Yuko Yesu Kristo ambaye yeye alikuja kwa ajili ya kutuokoa. Hajui, anasema Yesu ni mwanadamu tu. Yesu Mungu hawezi kuzaa na mambo mengine. Basi wewe endelea na hayo, lakini siku moja utakuja kujua Mungu anakutaka ufanye nini. Tusaidie sana. Katika mstari wa 58, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli, wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema hayo, akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuwa kwake. Lakini Sauli ambaye ndo Petro alikuja Sauli ambaye ni Paulo ndio alikuja kuokoka, na ameandika hizi nyaraka ambazo tunazisoma, nyaraka za Paulo kwa Filipi. Mungu atukuzwe sana. Leo mwana wa Mungu nakualika, ikiwa utasikia sauti hii, una nafasi ya kumrudia Bwana wako, kwa sababu haya yote yaliyonena ni Mungu mwenyewe alikuwa akiyanena. Kwa hiyo Yesu alipokuja kujidhihirisha ndiyo Mungu mwenyewe. Kwa maana hata baada ya siku 3 alipokuwa ametoka kaburini, akawakuta watu wanatembea katika kijiji kimoja kinaitwa Amau. Watu walikuwa wawili, mmoja wapo alikuwa anaitwa Kleopa. Sasa wakati wanazungumza, akaeleza habari zilizotokea katika mji wa Yerusalemu na mambo makuu yalikuwa yametokea. Sasa naye Yesu akawa kati yao, akamuuliza, akasema, wewe hujui kitu? Wewe hujui mtu ambaye mtu mmoja alikuja ni nabii wakamuua, lakini hawakujua kama ni Yesu. Sasa katika kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 26, Yesu sasa akawaambia, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo yalimhusu yeye mwenyewe kama Mungu, lakini kwa sababu alijinyenyekesha, akawa mtii, tena mtii hata kifo cha mauti cha msalaba, lakini akawa mnyenyekevu. Kwa hiyo Bwana wa Mungu nakualika kwamba
ni Mungu mmoja, nafsi moja. Vinginevyo watu watadumu wakiabudu miungu bila kujua. Watu wataendelea kuabudu watu wataendelea kutoa sadaka kwa majini na mashetani bila kujua, kwa sababu hawana jina lenye ukuu, lenye utisho, lenye fahari kama jina la Yesu. Katika kitabu cha Kumbukumbu sura 32 mstari 17, wakamtia wivu kwa miungu migeni, wakamkasirisha kwa machukizo. Walitoa sadaka kwa pepo si Mungu, kwa miungu wasiyojua, kwa miungu mipya iliyotokeza siku zile, siku zilizo karibu, ambazo baba zenu hawakuiogopa. Kwa hiyo kuna watu wana miungu hawaiogopi, wana majini wanatembea na hawaogopi, wana mashetani wanaabudu, wanatolea kafara za wanyama, kafara za ndege, kafara za fedha, kafara za mambo mbalimbali, ambapo kwa sababu wanasema Mungu mmoja, lakini hawataki jina la Yesu Kristo, ambao Mungu alijifunua nalo kwamba hilo ndio jina pekee tupasao kutoka kwalo, jina la Yesu Kristo, maana Yesu ni Mwokozi. Na kukabisha mwana wa Mungu achane na mambo hayo. Wengine wataendelea kuabudu sanamu, wanachonga sanamu, wanaziabudu sanamu. Wengine wanaomba kwa jina la mwanamke, wengine wanaomba kwa jina la mwanamume. Ni miungu hiyo migeni. Yesu anakuhitaji uombe kwa jina lake, kwa sababu alijifunua kama mwanadamu, akafanana na wewe ili akuokoe, aniokoe kutoka katika utumwa huu. Leo unasema ya kwamba Mungu ni nafsi tatu. Mungu haugawanyiki, Mungu ni nafsi moja, Mungu ni mmoja, kama maandiko ambayo yamethibitisha, maandiko mengi yamethibitisha sana. Basi kwa siku ya leo tena, Mungu atusaidie. Karibuni tena. Naombea katika jina la Yesu wapate kuelewa haya. Amen.